Alimwambia umesamehewa mateso ya kupooza yalisababishwa na nini? Na dhambi. Na dhambi. Sasa dhambi angemponya nayo nani? Ni Mungu peke yake. Amen. 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 Hallelujah. Sikiliza. Daktari anaweza kuponya kaswende. Anaweza kuponya kisonono ambacho ni matokeo ya uzinifu, si ndio? Yes. Lakini dhambi ya uzinzi iko pale pale. Nimekukalia. Umeona? Dhambi ya uzinzi hawezi kuponya daktari kwa sababu dhambi ni roho. Amina. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini wale bakteria waliosababisha ngono kwako, kaswende, mandeletele, daktari atafanya nini? Kwa sababu yako kwenye damu, yako kwenye nyama. Lakini dhambi iko kwenye nini? Kwenye roho. Daktari wa kuponya dhambi ni nani? Yesu. Daktari wa kuponya dhambi ni nani? Sema kwa Kiswahili kinachoeleweka. Ni Mungu, si ndio? Sasa Mungu huyo ndio Yesu. Amen. Mungu huyo ndio Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa watu wengi wanaenda pale kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hawana jina na wanapeleka kwenye maji mengi. Wanawazamisha. Si ndio? Yes. Wanaenda kuwazamisha kwenye maji mengi. Lakini wanasahau anayeondoa dhambi ni nani? Yesu. Anayeondoa dhambi ni mmoja tu, ambaye ndio Yesu. Amen. Ambaye ndio Mungu. Amen. Ili dhambi iondolewe lazima ujitie jina la Yesu. Amen. Kama wewe unapojitia jina la Yesu ni mapepo inafanya nini? Wewe dhambi itatolewa kwa jina la nani? Ndio maana Matendo 2 ilisema mitume walipopokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, walipohubiriwa watu pale waliuliza tutendeni ndugu zetu. Petro aliwajibu akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, si ndio? Amen. Kwa jina la Yesu dhambi haiwezi. Kwa utaabudu na dhambi yako.